tupiganie kule bungeni, kwa sababu mimi kama babu tulisema ya kwamba baba akienda AU anawacha babu, na babu akibaki hapa anahakikisha serikali inafanya yale ambayo waliahidi wananchi wa Kenya. Tutahakikisha ya kwamba kahawa bei yao iwe nzuri, wakulima wetu wapate pesa nzuri, na kwa kufinya serikali. Si ni kweli? Ya pili, kama bei ya chai iko chini, tunahakikisha bei ya chai pelekwe juu, ili wazazi wetu, wakulima wetu wapate riziki yao. Tutahakikisha kwamba serikali ipeane ajira. Njia rahisi ya kumaliza hii pombe haramu ni kupeana kazi kwa watoto wetu. Maanake an idle mind is a devil's workshop. Kwa hivyo njia rahisi zaidi ni serikali kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wapewe ajira. Na pia kwa maskari wetu, nilisikia kuna police station inatengenezwa hapa. Sisi tuko in support ya mambo ya security. Wale ambao wanafanya uhalifu, wanaleta insecurity, mnajua vile mnadeal nao. Lakini kuna wale wa bodaboda ambao mnashika, isiwe mheshimiwa mkuje anajenga cell ya kuweka watu wake, ambaye bodaboda akiwa asipokuwa na kitu anaingizwa ndani. Hiyo sio mzuri. Kwa hivyo maafisa wale ambao wanarandaranda, mkiwashika jioni, mpatie mattress kwa cell alale, mpatie chakula ale, asubuhi ikifika toa Land Cruiser impeleke nyumbani kwake na umpatie shilingi 200 anunue na ruhu. Sio ndio Kenya tunataka jamani? Wamama warembo OCS team la mwisho. Asante sana, asante sana. Chukua time na mtoto wako. Ukiona mtoto afaulu kwenye subject moja ama nyingine, tafadhali enda shule, kutana na mwalimu wa hiyo subject, mwambie asaidie mtoto wako. Maanake akishafanya mtihani na kama hatapita kwenda university, huyo mtoto anaweza kuwa discouraged maishani, kwa sababu yeye pia anaweza kuwa anajaribu sana. Kwa hivyo ukitafuta school fee huku, jaribu sana pia kukaa na mtoto. Jua mtoto anaishi aje shuleni, ni rafiki yake mgani ndio best friend wake. Siku hizi kuna mambo mengi sana katika shule. Jua mtoto ana grow aje. Hiyo itatusaidia. Usizoee mtoto akifail, wewe unaita mtoto mbuzi asubuhi. Saa 7 mbuzi wewe kuja hapa. Jioni mbuzi wewe kuja hapa. Kesho huyo mtoto usipomuita mbuzi akiamka utasikia akifanya mee. Utasema aje? Usiite mtoto jina ambalo halifai. Huyo mtoto kama unataka awe daktari, muite daktari. Kama unataka awe engineer, muite engineer. Ukitaka awe Babu Owino, muite Babu Owino, na maisha yanaendelea. Sio ni sawa? So kwa wazazi wetu, kwa sababu hakuna haja utafute karo ya shule lakini mwishowe au faulu. Na kwa watoto wetu tena, katika Biblia in the book of Matthew 25:14-29, the Bible says there was a master who had servants. This master was going to be crowned as a king in another place. Then this master called all his servants. Servant wa kwanza akampatia 5 minas a invest kama pesa a invest. Wa pili akampatia 3 minas kama pesa a invest. Wa tatu akampatia 1 mina a invest. Servant venye alitoka akaenda kuwa crowned a king, aliporudi akaita servants wake. Huyo master venye alienda kuwa crowned akaita servants wake. Wa kwanza akasema, mimi ulinipatia shilingi 5. Nimeidouble, saizi hiyo pesa ni shilingi 10. Mwingine akasema ulinipatia 3. Saizi ziko 6. Na watatu akasema, wewe master, mimi nakujua vizuri. Nilijua utakuja kuniuliza pesa yako. Nilijua kuna roho mbaya. Kwa hivyo ile shilingi yako nilichimba chini kwa kaburi, nimeitoa ndio hii chukue. Hao wenye walipata 10, huyo master aliwapatia 10 cities to take charge of. Mwenye alipatia yeye 5 akatoa 6, alimpatia 6 cities to be in charge of. Mwenye alipewa ile moja, alinyang'anywa hiyo moja, akapewa yule ambaye
anaye. Ndio posa Biblia inasema the little that you have, if you don't use it, shall be taken away from you and given to those who have. Si mnajua hiyo historia jamani? Kwa hivyo watoto wetu, wazazi wetu wamewapatia hela, wamewapatia investment. Iangalie vizuri, invest, utoe double, kisha utaona matunda yatakuwa nzuri zaidi. Hapo tena nilisikia hapa vizuri sana. Hao wazazi wetu sasa zile wanatafuta school fees. Kuna shida mengi sana. Na hii nchi kuna shida mahali popote. Kuna shida huko Embu, kuna shida huko Nyanza, kuna shida kila mahali. Na tusichoke na tusife moyo. Nimejua hata kwa kahawa mnaenda kuchuna ndio mlete school fees. Na ninajua tena pia lazima tuwapiganie kule bungeni kwa sababu